Watu wengi wamekuwa wakijiuliza, Mario ni moto sana kwenye Bongo Flava na Afrobeat. Mbosso naye ni gwiji kwenye midundo ya singeli, Bongo Flava yenye mahadhi ya melodi kali. Wote ni wakali, lakini ajabu ni kwamba hawajawahi kutupia collab moja hata ya kufungua mashabiki masikio. Msimuliaji wako ni Beatrice Daudi kutoka Ushindi Digital. Sasa sababu kubwa zenyewe zinakuja kama ifuatavyo. Uchunguzi wa ndani unaonyesha kuwa sababu zipo kadhaa. Kwanza, Mario amejijengea jina lake kama msanii anaendesha na kutengeneza brand yake binafsi, ili hali Mbosso yupo chini ya lebo kubwa ya WCB yenye masharti na mikakati ya kibiashara. Mambo ya mikataba na masoko mara nyingi ndio yanayosababisha ugumu kwenye makubaliano ya collab. Na sababu ya pili ni mitindo ya muziki. Mario anapendelea zaidi club banga zinazotikisa kila kona ya mitaa na virabu, wakati Mbosso amejiweka kwenye nafasi ya mtu wa mahaba, akitoa midundo yenye melodi tamu inayogusa hisia. Swali linaibuka ni, wakikutana studio, nani ataachiwa kuongoza raza ya wimbo? Ratiba nao ni kikwazo kingine. Mario mara nyingi yupo kwenye safari za kimataifa akipiga shows na kusimamia projekti zake, wakati Mbosso yupo busy na kazi nzito za WCB zinazopangwa kwa kiwango cha kimataifa. Vipaumbele vyao tofauti hufanya kushikana studio kuwa jambo gumu. Lakini pia collab huwa haihitaji tu mipango ya kibiashara, inahitaji chemistry ya kisanii. Inaelezwa kuwa huenda hadi sasa bado hawajapata ile vibe ya pamoja inaweza kutoa wimbo mkubwa wa kushindana kimataifa. Na mashabiki wao wameshakomalia mara kadhaa kwenye mitandao ya kijamii wakisisitiza washirikiane, lakini kwa upande wao inaonekana wanataka muda mwafaka. Labda wanahifadhi hamu hiyo ili siku akiachia collab iwe banga ya historia kwenye Bongo Flava. Na kwa sasa kila mmoja anaendelea kung'ara kivyake, lakini swali la mashabiki linaendelea kubaki. Je, siku Mario na Mbosso wakija na ngoma moja, dunia nzima itakuwa tayari kupokea banga ya mwaka?